katika maisha ya muumini. Kwa hiyo kama unaandika kichwa cha somo, andika urejesho wa ibada halisi katika maisha ya muumini. Na Mungu akitupa neema, tutajifunza somo hili kwa wiki hizi zote kwa kadiri ambavyo atatupa nafasi, kuanzia leo Jumatano, Ijumaa, ili tuone tunatembea hapo na tupate kitu kutokea hapo. Mungu asiwe sana. Na somo hili linalenga hasa kukurejesha kwenye ibada halisi. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe sana. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho upaswi kukosa katika maisha yako basi ni kujifunza somo la namna hii, kwa sababu ndio linakuleta hasa kwenye kiini cha kuokolewa. Amina. Kinakuleta kwenye kiini cha wokovu tulionao, urejesho wa ibada halisi katika maisha ya muumini. Labda nianze kwa kueleza nini maana ya ibada, tupate picha hapa nini maana ya ibada. Ibada inatafsiriwa ni nini? Ibada inatafsiriwa ni nini? Jambo la kwanza au maana ya kwanza tunaweza kusema ibada ni kutambua na kuheshimu thamani ya Mungu. Ibada ni kutambua na kuheshimu thamani ya Mungu, au tunaweza kusema ni kumpa Mungu heshima anayostahili. Mungu asiwe sana. Ibada ni kutambua na kuheshimu thamani ya Mungu au kumpa Mungu heshima anayostahili. Kitabu kile cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa 11 hadi wa 14 utaona maandiko haya yanasemwa: nikaona nasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi na za wale wenye uhai na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na 1000 mara 1000, wakisema kwa sauti kuu, astahili mwanakondoo aliyechinjwa kuupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Na kila kiumbe kilichoko mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi, juu ya bahari na chini ya nchi ya juu ya bahari, na vitu vyote vilivyomo ndani yake, na vilisikia na vyenyewe vikisema, baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie juu ya kiti cha enzi na yeye mwanakondoo hata milele na milele. Na wale wenye uhai 4 wakasema amina, na wale wazee wakaanguka wakafanyaje? Wakasujudu. Biblia ya Kiswahili imetumia neno kusujudu, Biblia ya Kiingereza inatumia neno wakaabudu, worship. Mungu wetu asiwe sana. Kwa hiyo hawa kimsingi walikuwa wanaabudu. Hayo maneno yote tunaona wamesema hapo, astahili mwanakondoo aliyechinjwa, wanaabudu. Kusoma sura ya 5 unaona Yohana anaona hakuna mtu anayeweza kutoa kitabu na kufungua mihuri 7 kwenye ile sura ya 5. Alafu baadaye ndio anamuona mwanakondoo Yesu Kristo anakuja anafungua kile kitabu, anaifungua ile mihuri 7, na ndipo malaika wanaanza kusifu wakisema, wastahili wewe uliyechinjwa, unastahili kukitoa hicho kitabu na kufungua mihuri yake 7. Ndio anaendelea mstari wa 11, na hayo mengine anazidi kuyaona, na hayo mengine anayaona hapo. Nini kinatokea hapo? Kinachotokea hapo ni kwamba hawa viumbe wanampa Mungu heshima anayostahili, wanampa Mungu thamani yake, wametambua thamani ya Mungu, na kwa sababu hiyo wanampa heshima ambayo Mungu anastahili. Mungu wetu asiwe sana. Jamani, Yesu asiwe sana. Kwa hiyo tukisema ibada ni nini ama kuabudu ni nini, maana yake ni kueleza ya kuwa Mungu anastahili thamani na heshima.
Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, nakupa tu utangulizi wa hizi maana, alafu tutarudi kwenye kitabu cha Injili ya Yohana tukifafanue, tuwe tumemaliza hapo. Maana ya pili ya ibada ni udhihirisho wa kila siku wa utii. Ni udhihirisho wa kila siku wa utii, uaminifu na kujitoa kwa Mungu. Ni udhihirisho wa kila siku wa utii, uaminifu na kujitoa kwa Mungu. Daily expression of obedience, loyalty and commitment to God. Ni udhihirisho wa kila siku, zingatia neno kila siku wa utii. Manake unapoonyesha utii, unadhihirisha unamwabudu Mungu, ndio tafsiri yake. Unapojitoa kwa Mungu unaabudu. Unapoonyesha uaminifu, hiyo ni ibada. Sio kama tunaelewana sawa sawa, watumishi wa Bwana? Tunaelewana sawa sawa, watumishi wa Bwana? Ngoja nikuonyeshe maandiko haya. Mwanzo 20. Mwanzo 22. Nimesema 20 Ni Mwanzo 22. Ule mstari wa kwanza nisaidie kusoma hapo mpaka wa 5. 22 mstari wa kwanza Biblia inasema, ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu akamwambia, ndio, Ibrahimu, naye akasema, mimi hapa. Akasema, umchukue mwanao, mwana wako wa pekee upendaye, Isaka, uende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo utakaokuambia. Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye Isaka mwanaye, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Akaondoka akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Siku ya tatu Ibrahimu akainua macho yake, akapaona mahali pakali mahali. Ibrahimu akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu na kuwarudia tena. Mstari wa 5 huo ndio wa muhimu. Anasema Ibrahim akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutakwenda wapi? Kule. Wanaenda kufanyaje? Kuabudu na tutarudi tena. Mwanzo sura 22, Mungu anamjaribu Ibrahimu. Anamwambia mtoe mwanao ambaye ni mwanae wa kipekee kabisa, aliyempata katika umri wa uzee, miaka 100. Mungu anapomjaribu kamtoe sadaka, Ibrahimu anamchukua, anaondoka naye, anaenda kumtoa sadaka. Lakini cha kushangaza ambacho Ibrahimu anakionyesha ni mstari wa 5. Akiwa na vijana wake anawaambia hivi, ninyi kaeni hapa, ila mimi na mwanangu tutakwenda kule kufanyaje? Kuabudu. Kwa hiyo si kwamba anaenda kutoa sadaka, hapana, anaenda ibadani. Sisi sawa, watumishi wa Bwana? Amen. Maana yake kujitoa ama kutoa ni ibada. Kama unanielewa sawa sawa? Amina. Kujitoa ama kutoa ni ibada. Na Mungu mara zote ama kitu ambacho Mungu anakitaka. Ndio maana anasema ibada ni udhihirisho wa kila siku wa utii, udhihirisho wa kila siku wa uaminifu, udhihirisho wa kila siku kujitoa mbele za Mungu. Manake Mungu anachotafuta kwa mwanadamu, anachotafuta kwa muabudu, anatafuta mtu ambaye atampendeza yeye kila wakati. Kama unanielewa sawa sawa? Manake unapojitoa, unapoonyesha uaminifu, unapoonyesha utii, manake unampendeza Mungu kila siku. Kwa hiyo muabudu wa kweli ni yule ambaye anatafuta kila siku kumpendeza Mungu. Amen. Ndio kitu ambacho Ibrahimu anakifanya. Hakumzuilia mtoto wake. Mungu ameamuru atolewe sadaka, na yeye anampendeza Mungu, anatii
maanake anampendeza Mungu. Mungu wetu asiwe sana. Amen. Kwa hiyo mwabudu halisi ama mwabudu wa kweli ni yule ambaye anatafuta kumpendeza Mungu kila siku. Kumpendeza Mungu kila siku. Kuabudu si kuja kanisani. Kuabudu ni maisha ya kila siku. Amina. Kuabudu ni maisha ya kila siku yenye kumpendeza Mungu. Kama ukifikiria kuja kanisani ni kuabudu, manake unakosea. Unakosa hasa ile maana ya ibada. Unaikosa. Ibada ni maisha ya kila siku ambayo mtu anayaishi kila itopo leo. Ibada ni utii wa kila siku ambao mtu anakuwa nao kwa Mungu. Ibada ni unyenyekevu wa kila siku ambao mtu anakuwa nao kwa Mungu. Ibada ni kujitoa ambako mtu anajitoa kila siku kwa Mungu. Huko ndo kuabudu. Mungu wetu asiwe sana. Amen. Jamani, Yesu asiwe sana. Amen. Kwa hiyo kujitoa na kujisalimisha kwa Mungu ndio ibada halisi. Amina. Naongea na watu jamani. Amen. Naongea na watu jamani. Amen. Ibrahim anasema tunaenda kumwabudu Mungu, lakini kiukweli kabisa majamaa anaenda kutoa sadaka. Tena si kutoa sadaka tu, anaenda kuchinja mtoto. Mungu anachotafuta nini? Anatafuta utii wa kila siku wa mwanadamu. Mungu anatafuta utii wa mtu fulani ili aone kama kweli huyu mtu ananiabudu sawa sawa. Kama anaongea na watu sawa sawa hapa ndani. Ndio maana maeneo mengine kwenye Biblia anasema kwamba watu hao wananiheshimu bure. Mathayo 15:8. Wananiheshimu bure, lakini mioyo yao iko mbali. Kwa sababu kuabudu si kunyosha mikono. Kuabudu si kupiga magoti. Kuabudu sio kucheza. Kuabudu ni ule utii na kujitoa mbele za Bwana. Hiyo ndio ibada. Maana unapotii na kujitoa mbele za Bwana, unaitambua heshima ya huyo unayemwabudu. Lakini pia unajua anastahili, na ndio maana unajitoa kila wakati. Ukikutana na mtu ambaye anasema anaabudu lakini sio mtii, ni muongo. Hajajua thamani ya huyo anayemwabudu. Hajajua heshima ya huyo anayemwabudu. Unayemheshimu unamtii. Unayemheshimu unajitoa kwake. Unayemheshimu unakuwa mwaminifu kwake. Kama naongea na mtu sawa sawa. Ukikutana na mume ambaye anachepuka, ni mume ambaye hana heshima kwa mke wake, na ndio maana anachepuka nje ya ndoa. Naongea na watu sawa sawa. Ukikutana na mwanamke ambaye anachepuka nje ya ndoa, hana heshima kwa mume wake. Mwenye heshima ni yule ambaye anaitambua thamani. Kama naongea na watu sawa sawa huko ndani. Ndugu zangu, na wasi kwa huruma zake Mungu, toa mwili wako uwe dhabihu iliyo hai. Kutoa mwili wako kuwa dhabihu iliyo hai ndio ibada yenye maana, ndio ibada inayokubalika mbele za Bwana. Kutoa mwili kuwa sadaka, haya ni maisha ya kivitendo ya kila siku. Unaelewana sawa sawa? Anaposema jitoeni mwili wenu, maana anaonyesha haya ni maisha ya kivitendo ya kila siku ambayo mwamini anapaswa kuwa nayo. Jambo la kwanza, kama wewe ni mwabudu kweli, jambo la kwanza unalopaswa ni kujitoa jumla kwa Mungu. Kujitoa jumla kwa Mungu. Unapojitoa jumla kwa Mungu ndio ibada yenye maana. Kwenye Agano la Kale ambao walikuwa wanatoa sadaka ni makuhani. Ndio walikuwa wanatoa sadaka mara moja kwa mwaka. Lakini sasa hivi kila mmoja anatoa sadaka na anajitoa yeye mwenyewe kuwa sadaka. Naongea na watu sawa sawa hapa ndani. Amen. Kadri unapojitoa ndivyo ambavyo unaonyesha heshima kwa Mungu wako, na hiyo ndio ibada.